nawaza vitu vya mbali sana. Humu ndani 98% ni vijana. So this came in my mind. Umeshawahi kufika kanisani, alafu mchungaji akasema mshike jirani yako mkono, tufanye maombi ya mnyororo. Tunashikana hivi wote mstari mzima. Coming to realize uliyemshika pembeni yako na unatakiwa umuombee ni ex wako. Hivi unajua akili hapo ndio inakuwaga inabadilika. Wakati mnaambiwa umuombee baraka, unasema oh Bwana Yesu. Sasa shetani anavyojuaga kuleta mambo yake madhabahuni, wakati unamshika mkono ndio mtu wa praise team anaimba sikuiti hukumu ila shuka. Unakuwa umeshapata pa kuanzia maombi, unasema Bwana, sikuiti hukumu mfalme ila shuka. Piga pa kupiga. Bwana Yesu, uliniambia utaagiza malaika wanilinde, lakini huyu amekuja kuharibu moyo wangu. Bwana, chochote kinachocheza na mtoto wako mfalme wa amani. Unajua mimi Bwana nimekuzwa kwenye mazingira ya kilokole. Sasa haya mambo ya maombi ndio nikajaga kujifunza. There is this day, miaka ya nyuma sana, wengi wenu hamjazaliwa. Baba yangu aliwahi kuchelewa kurudi nyumbani. Sasa mzee alipochelewa kurudi nyumbani, unajua sisi tuliokuzwa kwenye ulokole mnakuwa mna rotation ya kusali usiku. Mtoto anasali. Hiyo siku nakumbuka ilikuwa zamu yangu. Mama akamwangalia baba akasema kwa umri tuliofika kugombana nayo sio swala. Muda wa kusali mimi nataka kuanzisha maombi, nikasikia tu mama anasema wile baba, acha niombe. Kumbe mama anataka kufikisha ujumbe kwa baba kupitia Mungu. Unajua sasa hapo uwezi ukamsema mama. Nikasikia tu mfalme wa amani. Ogopa mtumishi akianza kusali kwa kutaja majina ya Mungu na nickname zake. Wewe El Shaddai, Mungu Adonai, mfalme wa amani. Asante kwa ulinzi wako siku nzima ya leo. Jehova, katikati yetu tumetoka makazini, lakini wapo mfalme waliochelewa kurudi majumbani. Bwana, wewe wajua walipokuwa. Mfalme, wewe uonaye sirini, pita. Kama kuna sehemu yoyote ya ubaya walifika, mfalme wa amani, piga Bwana. Mungu atasema mengi, lakini wewe ndio msema yote. Dhihirisha. Nikamsikia babangu katikati ya sala ya kulala anasema, Mungu wewe ni mwenye rehema Bwana. Baba, wewe wasamehe mfalme. Bwana, kasema kumbe Bwana kuna mambo sio ya kuongea sana, ni mambo tu ya kucommunicate na Mungu. By the way, speaking of maombi, there is a day tulikuwa kwenye kambi ya maombi. Unajua huku makanisani na sisi tuna masuperstar wetu Yaani kuna mtu wewe unasema dada Silvia hana matatizo. Alafu unapishana na dada Silvia kwenye maombi, anasema Bwana usiniache. Bwana usiniache yake kama kubwa. Sasa nakumbuka tulipewa list ya maombi. Tunaanza na toba. Tukimaliza toba, tulikuwa tunaombea mahusiano na tunaombea taifa. Maombi ni matatu tu. Bwana we, tulikuwa na dakika kama 30. Tumesali. Unajua kuna ile mtu umeomba prayer point zako chap zimeisha dakika 12. Kwa hiyo unaanza kufanyia lamination ya vile ulivyoviomba. Sema Bwana, kama nilivyotubu pale awali, naendelea kusisitiza mfalme, napishana na dada Silvia, bado anatubu. Sema dada Silvia amefanya dhambi gani?
Sema Mungu mguse Silvia. Mguse Bwana Yesu. Hivi unajua kanisani ushawahi kupata ile mchungaji anashuka madhabahuni alafu anakuwa mama askofu, shikamoo mama, nimefurahi kukuona, amina. Sasa unajua ile mchungaji anakuwa anapita kama wewe hapo, anakushika anaondoka, anashika anaondoka. Hamna kitu kinastua mchungaji amefika kwa mtu ambaye wewe ndio unamcrush. Hashiki na kuondoka, anaanza kunena kwa lugha. Fire, fire, fire. Wewe unaanza kusema Mungu, kwa nini nimejichanganya jamani? Kuna namna unaanza kusema Yesu asante, huyu dada alikuwa ananikataa jamani. Hivi unajua wachungaji nao sijui inakuaga ni nini. Mtu ambaye wewe unamwona huyu mimi ndio nina future naye, akifika maneno yanaisha, unasikia tu baba. Unatoka, umemaliza vijana, yatosha sasa. Unasema Mungu wangu, nini tena pale? By the way, vijana wenzangu, wangapi mmewahi kukataliwa? Eliud, nyosha tu mkono na simu kitao. Kwa uwe weusi kwamba hujawahi kupata heartbreak wewe. Ashukuriwe Bite bwana. Yesu ana huruma. Lakini unajua ukiachwa kuna aina mbili za kuachwa. Unajua kuna mdada akikuacha, mtoto fulani anaitwa Sara lakini wazazi wake wanamuita Sarah. Hey Sarah. Sarah amekuacha. Kuna namna unafika magotini unasema Bwana, kosa ni lako, hata kama yeye ndo ana makosa. Unasema Bwana, unisamee mimi kwa kushika simu yake mfalme. Ikikupendeza rudisha nyuma moyo wake. Unajua ukienda kuambia washikaji zako, guys, ukiachwa na piskali utajua tu. Ukija kutuambia the way we communicate, bro, can't we do anything? Manake ni jopo linajadili tunarudishaje uhusiano lako. Unajuaje umeachwa na mwanamke mbaya? Ukimwambia tu mtu akasema lakini bro, hujui Mungu amekuepusha na nini? Unaanza kujua tilili. Alafu kuna ile umeanza kumapproach binti, kadiri unavyozidi kuonana naye, let's say mmetoka day 1, day 2, unakuja kugundua huyu nimewahi kumwekea haya mawazo. Hatuna tofauti sana kisura tukiangaliana. Unataka kuanza kurudi nyuma, lakini kwa sababu wewe ni mpendwa, huwezi kumwambia, yani huwezi ukakatisha tu Alafu kuna ile binti alikuwa anakuambia no Wilson, unajua let's give it time. Ndio unakuja kugundua asante Yesu, sababu angenikubalia jana ningetokaje. Wewe sasa ndio unaanza kumwambia no Mariam, it's okay, na yeye ndio anakaribia kukukubalia. Mnajua hiyo inavyokuaga ngumu Yeye ndio anakuambia basi mimi nimemuomba Mungu naanza kupata amani. Wewe sasa ndio amani imepotea. Unamwambia Mariam, usiwaishe amani ya Bwana. Jipe muda dadangu. So jamani, mimi nimekuja na mke wangu. Mke wangu yuko wapi? Kweli tena nimekuja na mke wangu jamani, alikuwa kule backstage. Mungu amenipatia mke mweusi mfupi. Makofi jamani. Makofi. Haikuwa rahisi. Being a husband is not a problem. The problem comes where you have to act a husband. Sisi kuna kipindi Tabata walikuwa wameingia hawa wanaitwa panyarodi. Mke wangu amechelewa kutoka kazini, alafu anakuja kusikia sehemu moja inaitwa Maji Chumvi, ndio panyarodi wapo upande huo na yeye ndio anapita huko. Kwa hiyo mimi natakiwa nimfuate.
Hapo tuna miezi 3 tu ya ndoa. Nikasema watu wazima hawakuniambia kama mambo yatakuwa ndio hivi. Unajua sisi Waswahili hatuna yale mambo ya I will die for you It's either you run or we run together. Mama Bia ananiambia, babe, ndio nasikia huko kuna mmoja maarufu alikuwa anaitwa Selemani Mapanga. Nasikia ndio kundi la kina Sele linapita. Namwambia, sasa Mama Bia, tafuta eneo zuri uingie. Na yeye ananiambia, baba Bia, wewe ndio mwanaume, njoo. Unajua mpaka ujitambulishe wewe ndio mwanaume, mapanga yashakupiga. Mimi moja kati ya kitu ambacho this my wife knows, siku ambayo nyoka ataingia nyumbani kwetu, we will scream together. Unajua nyoka ndio mdudu pekee ambaye anaweza kukuzuru hata akiwa mbali. Ukimsogelea na kugonga ukiwa mbali anatema mate. Eti mimi ndio mwanaume muua nyoka hivi. No, usiingilie kazi ya maliasili jamani. Tusiingilie kazi za maliasili. So nataka leo niwaambie kitu kimoja ambacho sijui kama nyinyi wenzangu mmeshawahi kukifikiria. Wanaume, hii sasa ni kwenu vijana wadogo ambao bado hamna mahusiano. Umeshagundua ukiwa umekaa kanisani, pembeni yako umekaa na mwanaume mwenzio, siku hiyo masomo ambayo mchungaji anatoa, Zaburi, yani andiko ambalo ukifanya tu hivi Biblia imefunguka hapa. Mathayo, Mwanzo, Kutoka. Siku umekaa na binti ambaye ndio unasema huyu nataka kumuimpress, Obadia sijui inatokaga wapi. Sijui Obadia inatokaga wapi jamani. Unatafuta mpaka unamwambia hii Biblia ya blow hii. Yaani lazima utafute clarification. Alafu mshawahi kukutana na wale watumishi ambao akijaga madhabahuni haongei yale maandiko ya kawaida mnayoyajua nyinyi. Anataja kwa nickname. Naitwa mtumishi wa Mungu Mwinjilisti Zakaria Mwaipopo. Mwaka 1987 ndipo nilipokutana na mwana wa Azali. Ni nani mwana wa Azali? Na mara baada ya hapo maisha yangu yakabadilika kabisa. 1992 nikakutana na mama yenu. Hao wanawake zao wanasimamaga kwanza amevaa kitenge kile kimepanda huko juu. Lazima asisitize kwamba nilipokutana na mama Marcus maisha yangu yakabadilika. Nina mke mmoja, watoto 9 na watoto 24 ambao Mungu amenipa kuwalea. Wanakuaga na historia hao wachungaji. Kanisani kwenu akija mchungaji akaanza hivyo, kama ulikuwa una ratiba na mtu mwambie nitachelewa. Hawajawahi kumaliza mahubiri yao on time wao jamani. Suruali zao zina malinda, chini ina pindo. Akiongea unaweza ukashangaa katikati ameweka mic hapa. I missed comedy. It's been a while. Sasa watu wa Mungu, moja kati ya changamoto nimekutana nayo hii wiki, inabidi niwaambie watu wa Mungu, tusomesheni watoto. Juzi nilikuwa sehemu na mtu, so we were having lunch. Unajua ndo mteja huwezi kumuonyesha kwamba kuna vitu huvijui.
So akachagua pale vitu vyake mwenyewe, nasikia tu I need broccoli with mushrooms and potato. Are they grilled? Nasema Yesu nisaidie. Sehemu pekee yenye chakula nilichokielewa ilikuwa imeandikwa rice with meat nini sijui. Nikachagua hii. Watumishi wa Mungu, mimi umri huu ni wakula wali wa matango. Matango yameukwa mchuzi. Nikasema mwanangu atasoma kwa jina la Yesu. Awe exposed hivi vitu avione kuanzia mapema. Unajua, speaking of mambo ya shule, kuna aina mbili za shule, mtu wa Mungu. Kuna hizi tulizosoma sisi na kuna schools. Shule ya kwanza inalipwa kitu kinaitwa ada au karo. Shule ya pili wanalipa school fees. Hawa ni watu wawili tofauti, mpendwa. Unajua huyu mtu anayelipa karo, kwanza unashangaa shule ipo mtaani kwao. Mwalimu anacheza vikoba na baba yako. Kuna muda mzazi wako anadaiwa ada inakatwa kwenye hisa zake. Na baba Wilson, tumekukata ile 17,000 utamalizia huko ada mtoto afanye mitihani. Hawa wanaosoma kwa kulipa school fees ni mzazi na mwalimu, wana mahusiano ya kimtandao. Mnatumiana email. Umechelewa kulipa ada, unatumiwa message. Kwa email kwanza, sio message. Hello Mr. Emmanuel. Here to remind you that the school fees of your son blah blah blah. Mtoto wako anajulikana na wewe unajulikana Mr. Flani. Shule hizi za kulipa karo, message yako inayokuja kwanza ni barua. Imeandikwa, ndugu mzazi, mkato mlezi wa Johnson, tupo kukukumbusha kwamba punde si punde mwanao atarudi nyumbani. Ladies and gentlemen, MC Willy.